Jambo la kwanza ambalo nitaka nizungumze nanyi ni kuhusiana na swala la elimu. Elimu kwa watoto wetu. Watoto wapate haki yao ya elimu. Mimi huwa nategemea nikija kwenye mkutano kama hivi hapa, nikakuta watoto wanazagaa muda ambao wanatakiwa waende shule, inanipa tafsiri kwamba hatuwapeleki watoto wetu shule. Ukiangalia watoto wengi hapa wana umri wa kwenda shule, lakini hawako mashuleni. Ina maana wazazi hatuwapeleke watoto wetu shule. Mzee Malungusa, unisaidie. Haya mawazo unayatoa, wale watoto wetu tuwarithishe kwa kupitia elimu. Watoto wapatiwe elimu. Elimu ni bure sasa hivi. Mheshimiwa Rais anagharamia kila kitu, kuanzia elimu ya awali, elimu ya msingi mpaka elimu ya sekondari. Kwa hiyo wazazi, kazi yetu sisi ni kuwapeleka watoto shule. Si unaona huyu amevaa rangi ya Simba, mmoja anakuja hayupo shule. Kwa nini hajaenda shule? Nyinyi wazazi ndio mnajua. Nataka kila mtoto mwenye sifa ya kwenda shule apate haki yake ya msingi ya elimu. Afisa tarafa, simamia hilo. Mtendaji wa kata na watendaji wa vijiji, simamieni hilo. Watoto waende shule. Jambo la pili ambalo ninataka nizungumze ni hao watoto wakienda shule wapate lishe bora wakiwa mashuleni. Elimu bora iendane na lishe bora. Wazazi tunao wajibu wa kuhakikisha watoto wetu wanapata chakula wakiwa mashuleni kwa utaratibu tuliojiwekea. Mtoto akipata chakula shuleni, akili yake inakuwa kwenye masomo tu. Ikifika saa 6 anajua anaenda kula pale shuleni, anarudi darasani. Badala ikifika saa 6 anawaza kwenda nyumbani, alafu arudi, unakuta anapoteza muda mwingi, wakati mwingine anaweza akatokomea huko bila kwenda shuleni. Kwa hiyo ndugu zangu wazazi, tuhakikishe watoto wanapata lishe wakiwa mashuleni. Jambo la tatu ndugu zangu ni kilimo. Kilimo, nilitaka nizungumzie swala la pembejeo ambalo tayari nimeshatoa maelekezo. Wananchi wapatiwe pembejeo kwa wakati. Wananchi wapatiwe pembejeo kwa wakati. Hakuna haja ya kuchelewesha pembejeo, zinakaa kwenye maghala muda mrefu. Wadudu wanaendelea kuharibu mikorosho. Hebu angalieni namna ya kuliboresha hilo. Wananchi wapatiwe pembejeo kwa wakati, na pembejeo zigawiwe kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na bodi ya korosho, kwa maana mwongozo uliotolewa na serikali. Sitarajii na wala sitegemei kusikia mwananchi amepunjwa pembejeo au kuna ubadhirifu umetokea kwenye pembejeo. Yeyote atakayehusika, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Hatutanii. Jambo lingine ambalo nataka kuzungumza ni swala kwenye kilimo, ni swala la minada. Tayari tumeanza ya ufuta. Kesho utafanyika mnada wa 3. Wananchi tuendelee kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani.